Ukiota ndoto hizi 5 basi zina maana kubwa sana kwenye maisha yako na Mungu anataka uzichukulie siri. Ndoto ya kwanza, ukiota kifo ama watu waliokufa. Sasa ukiota kifo, maana yake ni kwamba kwenye ulimwengu wa roho Mungu anajaribu kuonyesha kwamba roho yako imeishiwa nguvu kabisa na inahitaji kuchajiwa, na inachajiwa kupitia maombi. Ni sawa na simu yako ikiwa inakaribia kuzima, huwa inaonyesha alert kwamba usipoichaji hii simu itazima. Lakini ukiota watu waliokufa, wala usitake tafsiri yake, hilo tayari ni shambulio la kiroho ambalo linaashiria roho ya mauti kwenye maisha yako, na unatakiwa useme maneno kwamba kuna uhusiano kati ya mtu aliyekufa na mtu aliye hai. Mhubiri 9:5. Ndoto ya pili, kuota unafunga ndoa ama umevaa shela ama suti ama unakutana kimwili na mtu aidha unamfahamu ama usiyemfahamu. Mara nyingi ndoto hii ni shambulio ambalo linashambulia uzazi, linashambulia mahusiano, na watu wengi ambao wanaota hizi ndoto wana changamoto sana kwenye mahusiano ama ndoa, na pia wanapita changamoto nyingi sana za uzazi, aidha wanapitia sana miscarriage ama kila wakijaribu kutafuta mtoto hawapati. Wakorintho wa kwanza 16:6, unapokuwa unakutana na mtu kimwili kwenye ulimwengu wa roho, basi ujue ni roho chafu zinafanya maagano na wewe. Ndoto ya tatu, unaota unaanguka umbali mrefu. Korintho wa kwanza 10:12, Mungu akiwa anakuonyesha ndoto anamaanisha kwamba uwe makini. Mara nyingi mtu ambaye anaota ndoto kama hizi huwa anafanya maamuzi ambayo sio sahihi, kwa baadaye anajutia. Ndoto ya 4 ni kuota kwamba unakimbizwa, inaashiria nguvu za rohoni, pia umeshinda mitego ya adui. Ndoto ya 5, unaota unang'atwa na nyoka. Mara nyingi wanaota ndoto hizi wanapataga changamoto za kiafya, aidha magonjwa ambayo ni sugu kama pressure, kama sukari, kansa. Shambulio la mizimu toka pande moja ya familia, aidha ni baba, aidha ni mama, na limelengwa kukushambulia afya yako, uchumi wako, na pia unakuwa unapatwa na hofu sana. Luka 10:18.